hata kwenye makambi haya. Koja nishare nanyi hii habari. Niko kwenye kambi moja. Sikuwa mchungaji, tukiwa watoto wadogo kwenye kambi moja kule kwetu. Makambi yanaendelea kama hivi, watu wanajitakasa, wenye mapepo yanaondoka. Siku ya Sabato, Mr. Maombi, siku ya Sabato kulikuwa na kiongozi wa shule Sabato, powerful. Akaandaa programu ya shule Sabato nzuri, Sabato ya kufunga makambi. Hapo akawa na karani wake wa shule Sabato, wakafanya programu nzuri. Na siku ya hotuba Jumamosi, mchungaji akasema, jamani, ni siku ya kujiweka wakfu, kila mmoja ache uovu wake. Watu wakakusanyika, wakaombewa, wakamshukuru Bwana kwa programu ya shule Sabato. Jioni kama hivi tunataka kutawanyika. Huyu mkuu wa shule Sabato alikuwa mwanamume, karani wa shule Sabato mwanamke. Tukashangaa mke wa mkuu wa shule Sabato anasema, jamani, mume wangu simuoni. Na mume wa karani anasema, hata mimi mke wangu simuoni. Sisi wa Tanzania tunapenda sana utani. Tunasema, tutawanyike, wameshaoana hao. Jamani, lakini tuwatafute. Utatafutaje watu wazima? Tukatawanyika. Na kwa kweli ikaisha Jumapili, watu hawaonekani. Jumatatu hawaonekani. Jumanne hawaonekani. Jumatano kwenye mtaa hivi, majirani waliokuwa eneo lile wakasikia harufu mbaya eneo la makambi. Wakaenda kwa mchungaji kama hapa kwa Mzee Kiraka. Wakamwambia, pastor, kwenye kambi hili mlichinja nini? Mbona harufu mbaya, vitu vimeoza? Pastor akamwambia, no, hata kama tulichinja, tulikusanya takataka zote. Akamwambia, twende. Akachukuliwa na mwenyekiti wa mtaa, sijajua unawahitaji. Akamwambia, twende tukakague. Wakaenda kwenye eneo la makambi, wanazunguka. Wanasikia harufu mbaya, lakini kilichooza hakionekani. Wakasogea karibu na nyumba iliyokuwa ya mchungaji, akahama. Wakisogelea harufu inakuwa mbaya. Ndipo wakabomoa mlango. Kuingia wanakuta mkuu wa shule, karani wa shule Sabato chini, mkuu wa shule Sabato juu. Kumbe baada ya kutoa programu nzuri ya shule Sabato, wakaenda kupongezana kwa zinaa. Bahati mbaya, kumbe walilala chini ambapo kuna nyumba ya joka aina ya fira kwenye shimo. Limewatandika, wamefia pale wote wawili mpaka wameanza kuoza. Na ngoja nikwambie, watu wakaa kama wamepigwa mvua ya mawe. Jamani, njoni tuone. Wasabato jamani, wanakuja, wako uchi wa mnyama. Asante sana. Walikuwa wanazini. Na usishangae hata kwenye kambi hili kuna majamaa yanaendesha zina na kambi linaendelea. Sio kwenye kambi hili, kule sasa kule. Wamekufa. Mama ameacha watoto, baba ameacha watoto. Halafu huyo naye anamlaumu Bwana, analeta maombi kwenye sanduku. Anasema, Bwana, miaka 5 hujanijibu. Wewe ni miaka mingapi Bwana nakuita hujafanya?